wala wewe sio kama mwanadamu. Ukisema umesema, kweli yako ni hakika. Hakuna kama wewe. Wewe ni mfalme wetu, wewe ni mfalme wetu. Ufalme wako unathibitika, ufalme wako ni amini na hakika. Hakika Bwana unatupenda, hakika Bwana unatupenda. Yesu, wewe ni mwema. Tunaungana na malaika na maserafi kukusifu wewe. Yale utendayo ya kurudie wewe Bwana. Utukufu ni wako Mwokozi. Unatupenda Bwana, ndio maana tuhudumia. Unatupenda Bwana, ndio maana unatuponya. Hatutarudi na udhaifu wetu, hatutarudi na uchungu wetu, hatutarudi na maumivu. Tutaondoka na kicheko. Upo. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Unatupenda Bwana, unatuhudumia na kutuponya. Wewe ni mwaminifu. Ukamilifu wako ni vizazi na hata vizazi. Unachukua mapungufu yetu. Wewe usiyetazama kama wanadamu watazamavyo Bwana. Umejaa rehema, umejaa rehema, umejaa rehema, umejaa rehema. Wewe ni mwingi wa rehema Bwana, wewe ni mwingi wa rehema Bwana. Unaturehemu Bwana, unaturehemu Bwana, unaturehemu Bwana. Yesu Mwokozi, tuseme nini kwa upendo wako? Tuseme nini kwa wingi wa fadhili zako kwetu? Maana tukikuita unathibitika. Wewe Bwana unatupenda. Asante kwa ibada hii nzuri. Asante Bwana kwa sababu nadhihirisha huko pamoja na sisi. Tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Mfalme, tunakushukuru Jehova. Yesu Mwokozi, Yesu Mfalme. Haleluya, haleluya. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mkuu. Hakuna kama wewe Bwana. Tunaweza kutumaini vitu vingine, tunaweza kutarajia vitu vingine, tunaweza kuamini vile vinavyotuzunguka, tunaweza kuamini elimu zetu, tunaweza kuamini umaarufu wetu, tunaweza kuamini mali ulizosaza kwetu, lakini humo hamna uzima. Wewe ni uzima wetu Bwana. Asante kwa ibada hii nzuri. Asante kwa mema mengi ulioachilia kwetu. Asante kwa uponyaji na kila kitu ambacho kimeendelea katika ibada hii Bwana. Asante kwa yote ulioachilia kwetu katika mchana huu Mfalme. Baba wa uzima, ni muda mwingine ambao watoto wako tunakwenda kusikia maneno yako. Tunakualika Bwana, useme nasi vile utakavyo na upendavyo wewe Bwana, si kama tutakavyo, bali utakavyo wewe Bwana. Mtumie mtumishi wako, sema nasi kupitia mtumishi wako. Tunamkabidhi mikononi mwako Roho wako Mtakatifu ambaye ni mwalimu. Mtumie mtumishi wako kama chombo Bwana. Sema nasi kupitia yeye. Nguvu yako ya Roho Mtakatifu
ikatawale ufahamu wake, ikatawale kinywa chake, ikatawale mazungumzo yake yote Bwana, ili kile unachotaka na kitendeke kwetu kama ulivyokusudia wewe Bwana, si kama tutakavyo. Asante kwa uaminifu wako na ukuu wako Bwana. Hutampungukia mtumishi wako, utamtumia wewe utakavyo na upendavyo, kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako nyingi. Tunakushukuru tukiamini kwamba wewe utatenda kupitia yeye. Ni katika jina la Yesu Kristo, wewe uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. 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 Tarajia kitu kutoka kwa Bwana. Mungu yuko na sisi. Tarajia jambo. Tega sikio vizuri. Mungu anasema na sisi. Basi Mungu katikati yetu amemuinua mtumishi wake kwa ajili ya kutuhudumia mchana wa leo. Ni ndugu yetu, ni rafiki yetu, ni kaka yetu, na wengine ni mdogo wao. Na ni mwenyekiti wa wanaume. Ndiye atakayetuhudumia mchana wa leo. Kwa unyenyekevu nikuombe brother, karibu, na Mungu akubariki. Karibu sana. Na Mungu akubariki. Amen. Haleluya. Fundi mitambo, tunaomba jicho lako liwe huku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu. Nafurahi kusimama mbele za Mungu na mbele za watu wake. Kwa wasionifahamu, mimi naitwa Living Emmanuel Maneno. Ni mwenyekiti wa wanaume hapa City Church. Ninafanya huduma chini ya ofisi ya mchungaji na wazee hapa. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa nafasi hii aliyonipa kusimama mbele yenu. Ninyi ni watu wa thamani sana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nina mke mmoja na watoto 3 ambao Mungu ametubariki kuwa nao mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ninapenda kushirikishana pamoja nanyi ujumbe kutoka neno la Mungu. Ujumbe nimeupa kichwa cha habari unaosema sisi tuwasafiri katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Majira haya ya mwezi wa 12, watu ukisema habari ya safari, si sauti ngeni sana masikioni mwa watu. Wengi wanawaza kusafiri. Hata jana tumetoka kumpokea binti yetu Ridia, ametoka safari. Lakini safari inayoizungumzia leo katika madhabahu hii ni safari yetu sisi ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Safari hii tulionayo ya kwenda mbinguni, kiukweli, ili iwepo safari ni lazima iwepo njia. Ili iwepo safari ni lazima kuwepo na njia. Na udhibitisho wa hayo maandiko tunayapata katika kitabu. Tuanze na kusoma Yohana sura ya 14 na mstari wa 6. Yohana sura ya 14 na mstari wa 6. Nitasoma. Nao nasema, Yesu akamwambia,
mimi ndimi njia na kweli na uzima, na mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Tuwapo safarini, Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Lakini ndugu zangu, tunapokuwa katika safari, mara nyingi safari hizi za kawaida watu wanabeba mizigo, ndani yake kuna zawadi kwa ajili ya kuwapelekea wapendwa wao au kwa ajili ya matumizi yao, hiyo mizigo. Lakini safari hii ya kuelekea mbinguni, kuna mizigo unaweza ukawa nayo ambayo ikapelekea kukuchosha wapo safarini. Iko mizigo ya aina mbalimbali. Inawezekana ni umasikini unakusumbua sahihi, huo ni mzigo. Inawezekana ni wivu, huo ni mzigo. Inawezekana changamoto mbalimbali, hiyo yote ni mizigo. Ndugu zangu, mzigo wote ambao utafanya safari yako ya maisha ya wokovu kuwa ngumu, peleka msalabani kwa Yesu Kristo, naye akusaidie kubeba huo mzigo. Maana hutoweza kuendelea na safari yako ukiwa na mzigo. Inawezekana manunguniko yamejaa katika nafsi yako, yanakufanya ushindwe hata kumwomba Mungu. Unapoenda magotini kwa Mungu, unakuwa ni mtu wa manunguniko. Unashindwa kupeleka hata hoja zako nzuri mbele za Mungu. Umekuwa mtu wa manunguniko kila wakati. Mungu akusaidie, na Mungu atusaidie, na Mungu alisaidie kanisa lake, atutue mizigo tulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa tuwapo safarini, na mara nyingi katika hii dunia tuliopo sasa hivi, dunia imekuwa ni sehemu ambayo watu wanahitaji kusikia majibu. Watu wanahitaji majibu, lakini hawahitaji kujua njia. Tumesoma Mathayo hapa, Yohana anasema, Yesu mwenyewe anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Lakini kwa maisha tulionayo leo, watu wanapenda kusikia majibu, hawapendi kuitafuta njia ambayo ndio Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Niwape mfano mmoja. Unapomuomba Mungu akusaidie juu ya jambo fulani, na lile jambo ukafanikiwa kulipata, ile sio njia, lile ni jibu. Mfano, umeomba Mungu akusaidie upate kazi. Ile kazi, hilo ni jibu. Lakini mchakato wa kudumu na ile kazi, majibu yatakayopatikana kutokana na ile kazi, inahitaji njia ambayo ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo tunamfikia kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Umeomba Mungu akupe mke, kama mimi Maneno nimemwomba Mungu akanipa Mama Ridi habari. Kuendelea katika ile ndoa ambayo ina ahadi tele. Mungu ameahidi kwamba tutafurahia maisha ya ndoa, tutafurahia maisha ya kila aina, atatubariki. Kuendelea katika hayo yote yanahitaji njia, na njia ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo tunampata katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niwape mfano mmoja. Miaka fulani Mungu alinisaidia. Nilipokuwa nikisoma, nilikuwa naomba sana Mungu anipe kazi. Na niliamini kwamba Mungu atanisaidia, atanipa. Tena sijajua wengine, ila mimi niliweka masharti. Nilimwambia Mungu, naomba unisaidie unipe kazi, tena kwenye kampuni kubwa inayofahamika duniani. Wanachuo nadhani wanafahamu hayo. Wana maono makubwa sana. Mwanafunzi yoyote hawi na mawazo kwamba labda anataka kilicho bora. Na mimi niliamini hivyo, kwa sababu tulikuwa bado vijana, tunatumika,
tunamwamini Mungu kwa nguvu zetu zote. Mungu akanipa ile kazi. Nikapata kampuni moja inaitwa Bulky Gold Mine. Nikamshukuru Mungu sana. Wakati nikimuomba Mungu anipe kazi, nilikuwa na uwezo wa kuamka usiku nikamuomba Mungu. Nilikuwa sichoki, nilikuwa naona kwamba Mungu wewe nipe, ndo kila kitu, mimi nakutegemea wewe. Baada ya kupata kazi, kilichotokea nilianza kuona kwamba kwanza kampuni, sitaki kuamini kwamba na wenyewe sio watumishi wa Mungu, ila walisema kwamba ukija kufanya kazi siku ya Jumapili utalipwa mara 2. Na mimi kijana nina mahitaji, nikasema lazima niende nikafanye kazi. Nikaanza kufanya kazi siku za Jumapili na nalipwa mara 2. Mwisho wa mwezi mshahara unakuwa mzuri. Nikaa ni kijana mwenye vijisenti vile vitatu. Unafanya kazi kwenye kampuni kubwa, una vijisenti vile vitatu. Nikaamini kwamba nimemaliza kila kitu. Nimesahau aliyenipa ile kazi nilipokuwa nikipiga magoti na kumwomba. Mwaka mzima sikuwahi kuhudhuria kanisani. Na mwaka mwingine, ndugu zangu, Mungu alichukua ile kazi. Afu nikabaki nahangaika mjini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Kupata kazi ni jambo moja, ila kuendelea kudumu na hiyo kazi unahitaji njia, na hiyo njia ni Yesu Kristo. Hata kama leo una kazi, usiache kumwomba Mungu. Kama unajua ile kazi uliipata kwa kumwomba Mungu, usiache kumwomba Mungu. Endelea kumwomba Mungu, usiache. Unapoacha, kumbuka ile nafasi au kuitafuta peke yako. Walikuwa wengi wanaitaka hiyo nafasi. Hapo ulipo leo, hiyo nafasi ulionayo, watu wengi wanaitamani. Hiyo ni nafasi ya kibiashara. Sio wewe tu kwamba ndio una akili kuliko wafanyabiashara wengine wote. Hapana. Ni Mungu anakupa kibali na anakupa neema. Usichezee hiyo neema. Endelea kumwomba Mungu. Pata njia. Na njia ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo anapatikana kupitia maombi. Hakuna njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipoendelea kusoma hii safari tulionao ya kuelekea mbinguni, ndugu zangu, njiani utakutana na watu wengi sana waliovunjika mioyo, waliokata tamaa, yamkini na wengine kurudi nyuma kabisa. Lakini nikutie moyo, tujitie moyo kama kanisa. Wapo watu wachache ambao wanasonga mbele na imani, wanamwamini Kristo, wameshika njia yake na wanasonga mbele. Haleluya. Na safari hii tulionayo inafanana kabisa na safari ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri kuelekea Kanaani, nchi ambayo Mungu aliwaahidi. Ujue kimsingi ile wale waliokuwa wakitolewa pale ni kulingana na ahadi za mababu zao. Mungu alimwahidi Ibrahimu, akamwahidi Isaka, akamwahidi Yakobo ambaye ndio Israeli, kwamba atambariki. Lakini leo hii Mungu anakuja kutazama wale watu ambao alimwahidi kwamba atawabariki na atawafanya kuwa taifa kubwa, wako katika nchi ya utumwa. Ndipo Mungu anapomtuma Musa. Safari hii ya wana wa Israeli inafanana kabisa na safari hii tulionayo sisi. Tusome maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Agano la Kale, Kutoka. Tusome Kutoka sura ya 33. Tutasoma mstari wa 2 kwanza, halafu tutaendelea na mstari wa 14 na 15. Nitasoma.
nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkaanani na Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Ukiluka ukaja mstari wa 14, Biblia inasema, akasema, uso wangu na utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituache kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata muda, soma hiki kitabu cha Kutoka sura yote. Ukipata muda, utajifunza mambo mengi sana na utagundua mambo mengi sana. Kitu nilichojaribu kuorodhesha vichache hapa katika vile nilivyoviona, nikagundua kwamba safari ya wana wa Israeli ilijaa manunguniko mengi. Wale wana wa Israeli walinungunika sana. Lakini pia nikaona Musa alivyosimama katika zamu yake. Jina la Bwana libarikiwe. Wana wa Israeli kuna wakati walipotoka utumwani wakiwa jangwani, kuna nyakati walikosa maji, wakasikia kiu sana, wakaanza kumnungunikia Musa, kwa nini umetuleta hapa? Unataka kuja kutua hapa jangwani? Manunguniko yalikuwa mengi. Nikana tafakari, inawezekana labda pengine kutokana na manunguniko yao ile safari ikachukua miaka mingi, miaka 40 jangwani. Najaribu kuwaza tu, inawezekana. Lakini nikagundua kwamba Musa alisimama katika nafasi yake. Kwa maana ipi? Kila changamoto aliyompelekea Musa hakutoa majibu pale pale. Ukisoma utaona walipomwambia Musa anaenda kumwomba Mungu. Musa alikuwa anaongea na Mungu. Anaenda anaongea na Mungu. Anamwambia Mungu, watu hawa wanalalamika 1, 2, 3. Anamwambia Musa, una nini hapo? Na fimbo. Basi fanya 1, 2, 3. Na ile changamoto inakwisha. Je, unapopita katika changamoto, ni nani mtu wa kwanza wewe kumweleza? Musa walipokuwa wakipita katika changamoto wakimweleza, yeye mtu wa kwanza alikuwa anaenda kumwambia Mungu, Mungu wewe ndio umenipa hawa watu mimi, niwatoe Misri niwapeleke katika nchi ambao uliwaahidi babu zao. Lakini sasa kuna 1, 2, 3. Mungu, tunafanya nini? Unapopata changamoto, nani mtu wako wa kwanza kumwambia? Ya kupasa uanze mtu wa kwanza kumwambia changamoto ulionayo, mwambie Mungu. Maana yeye ndio mwanzilishi wa safari yako. Iwe changamoto katika huduma unayofanya, iwe ni changamoto katika kazi, iwe changamoto katika familia, mtu wa kwanza kumwambia, mweleze shida yako Mungu. Alafu yeye ndiye atakayekupa maelekezo. Atakwambia kulingana na changamoto hii ulionayo, muone mtu fulani. Mungu kumwelewa ni kazi rahisi. Unasikia msukumo wa kwenda kumuona Mr. Jiji. Kumbe ni baada ya kumuomba Mungu, unamuelezea Mr. Jiji na changamoto 1, 2, 3 kazini. Mr. Jiji naye anamuuliza Mungu. Anakupa majibu, anakwambia sio kwamba bosi hakupendi, ila wewe unachelewa sana kazini. Jitahidi kuwahi tu kazini kila siku, kesho kutwa. Mwisho wa siku utaona tu bosi mwenyewe anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa safari hii tulionayo, nimesema inafanana kabisa na ya wana wa Israeli, kwa sababu wote kiongozi wetu ni mmoja. Sisi safari yetu tunaelekea mbinguni. Wana wa Israeli walikuwa wakielekea Kanaani, lakini mwanzilishi wa safari yetu sisi ni Yesu Kristo.
na wao mwanzilishi wa safari yao pia ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu alianzisha hii safari, yeye ataimaliza. Yaani usiwe na mashaka aina yoyote. Yeye alianzisha kazi, alianzisha safari, alianzisha jambo lolote lile katika maisha yako, cha msingi lile lenye kumpendeza yeye, yeye atalimaliza. Kitu kingine nilichokiona katika hii safari ni tumaini. Tumaini lako wewe utakuwa umeliweka wapi? Tumaini ni kitu kimoja cha msingi sana katika maisha yetu. Tukisoma kitabu cha Zaburi, Zaburi sura ya 37 na mstari wa 5. Nitasoma. Nao nasema, umkabidhi Bwana njia zako, umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini na yeye atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Umkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini. Unaona, Mungu anahitaji umtumaini. Umtumaini wewe katika nyakati zote. Usiwe na tumaini jingine. Unaweza kuona, usoma hiki kitabu cha Kutoka, nikurudishe nyuma kidogo, unaona kwamba wana wa Israeli pamoja na kwamba Mungu aliwasaidia, aliwavusha paka kwenye bahari ya Shamu. Amewavusha, ameagawa maji yale, wakapita katikati yake. Walipotoka pale wakaimba nyimbo. Walitunga nyimbo pale. Sawa. Kuna wimbo mmoja leo praise wameuimba hapa. Ule wimbo alikuwa akiimbisha nani? Vasco. Ule wimbo waliuimba wana wa Israeli baada ya kuwa wamevuka maji. Wakasema hakuna miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Walikiri kwa vinywa vyao kwamba hakuna Mungu mwingine. Lakini hebu ona hii hapa Kutoka 32. Kutoka sura ya 32 na nisome. Inasema hivi, Kutoka sura ya 32 mstari wa 1, nitaendelea kusoma. Inasema hivi: hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana, wakamwendea Haruni, wakamwambia, haya, katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wana wa Israeli pamoja na matendo makuu ambayo Mungu amewatendea, ndio hao walipoona Musa amechelewa kurudi, wakamwambia Haruni awatengenezee miungu mingine. Ukiendelea kusoma hapo utaona Haruni, tusome mstari wa 2. Haruni akawaambia, zivunjeni pete zenu za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, mkaniletee. Nilipofika hapo nikagundua kumbe waanzilishi wa haya mambo walikuwa ni wanaume. Bwana Yesu asifiwe, wanaume. Maana Haruni hapa anawaambia, kaleteni hereni za wake zenu, za watoto wenu. Ndio wakaziayusha, wakapata ndama yule. Si ndivyo kanisa la Mungu? Mungu atusaidie wanaume. Wanaume, Bwana asifiwe. Yawezekana sisi tunakuwa sababu muda mwingine wa kuwarudisha nyuma wenza wetu kiimani. Inawezekana. Sasa nikana tafakari. Sasa sijui kama ndo ingetokea hapa City Church. Sasa mzee Dani ndo anaenda kumwambia mama, hebu tupe hizo heleni kwanza, kuna jambo tunataka tufanye.
naye ndo kazi, yani ndo kampelekea zawadi mpya. Mungu atusaidie sana. Namfuata Mama Lydia, namwambia hebu nipe hizo heleni na kazi nazo. Kuna nini? Bwana amesema. Bas, na wale nilichogundua kingine, wale kina mama walikuwa ni watii sana. Maana wangebisha ng'ombe huyo ndama asingepatikana. Wakapata ndama, wakatengeneza. Unaona, Musa analejea, anakutana na mambo haya. Ina maana wameacha kumtumaini Mungu tena. Hata kama kuna jambo pengine unalisubiri kwa muda mrefu, unaona limechelewa, endelea kumngoja Mungu. Mngoje Mungu. Hawa walipoona Musa anachelewa kurudi, tumaini lao likapotea. Wakamwambia Haruni, fanya vitu. Musa harudi. Kama ni kazi, mwanafunzi umemaliza chuo, mwaka wa kwanza umemaliza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, miaka 5 imepita, hujapata kazi, unaweza ukawa unanungunika sana. Mimi napenda kanisa la City Church kwa sababu ni kanisa ambalo limejaa watu ambao wanamtegemea Mungu. Mr. Juju katushuhudia mwaka huu kwamba namshukuru Mungu nimepata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Juju ukimuuliza umemaliza chuo mwaka gani, anajua mwenyewe. Wewe miaka 2 tu unasema kwamba hakuna ajira, nimekosa kazi. Endelea kumngoja Bwana. Siku moja mzee wetu Dani aliwahi kutuhubiria hapa jinsi ya kumngoja Bwana na akatupa mifano. Kuna bwana mmoja huko Kariakoo amekaa miaka mingi. Ilipotokea corona, Mchina kaenda sijui wapi huko akana mtumia, leo ni tajiri. Na alikuwa ni mtu ambaye hana moja wala mbili. Alimngoja Bwana. Aliwahi kuhubiri katika madhabahu hii. Na mimi leo nakukumbusha, nakwambia endelea kumngoja Bwana. Usiwe kama wale wana wa Israeli baadhi. Na ukiendelea kusoma, ndio maana nakupa homework, ukasome hii Kutoka. Jitahidi usome uimalize. Kwa sababu ya muda siwezi kuigusa yote, ndio maana nimechagua baadhi ya maandiko. Unakuja unaona Musa aliporudi anakuta kundi kubwa lile na limemwasi Mungu. Wametengeneza ndama ambaye wanamfanya kuwa Mungu. Tena ukisoma vizuri Biblia inasema wakatoa na dhabihu. Yaani kwa maana nyingine wakatoa na sadaka. Ukisoma hii Mwanzo uone tena wana wa Israeli hata walipovushwa kwenye bahari, Farao na majeshi yake yakaangamizwa, hauoni mahali wakitoa dhabihu. Lakini walipotengeneza yule ndama wakatoa na dhabihu. Huku waliimba tu mapambio, walimsifu Mungu, lakini huku walitoa na dhabihu. Ina maana walitoa na sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanasahau kwamba hata hiyo sadaka walioipata ya kumtolea huyo Mungu bahari, ni Mungu mwenyewe ndio aliyewapa. Hata ukikutana na watu ambao wanaamini vitu vingine, wanaenda kwa imani hizi ambazo si sawa, wanaenda labda kwa mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji hata akikwambia mpelekee kuku, huyo kuku, ile pesa ulioipata ambayo ni Mungu aliyokupa, ndio unaenda kununua kuku unampelekea mganga. Ila ungechukua imani hiyo ulionayo ukachukua ukaipeleka katika madhabahu, Mungu hatakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tufike mahali tumtumaini Bwana kwa nguvu zetu zote, na pia tuamini ya kwamba yeye Bwana atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kuna kitu kingine ambacho nilichokuja kukiona, athari za kumtegemea mwanadamu.
tutamaliza kwa wakati, tumsiwe na wasiwasi. Athari za kumtegemea mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Zipo athari za kumtegemea mwanadamu. Tunaweza kuzisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 17 na mstari wa 45. Nitasoma. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli, uliowatukana. Huyu ni Daudi. Na nilipopata ujumbe huu wa Daudi, cha kushangaza, Mungu akanikumbusha vitu vingi sana vya utotoni. Walimu wa Sunday school mpo? Mungu awabariki sana. Nilipopata ujumbe huu ambao kuna baadhi ya maneno yanamhusu Daudi, kuna vitu na mimi vikanikumbusha miaka niliyokuwa Sunday school. Mnachopanda kwa watoto, ipo siku hampotezi, ipo siku Mungu atawakumbuka, Mungu atafanya, msiwe na mashaka. Mimi leo nimekumbuka wimbo ambao tuliimba juu ya Daudi. Nitaimba kawimbo kafupi sana. Kalikuwa kanasema, Daudi alikuwa ni mvulana shujaa, aliwafukuza simba na dubu kule, alipochunga kondoo, aliimba wimbo huu. Alipochunga kondoo, aliimba wimbo huu. Kulikuwa kuna mtu anapiga kakinanda, anafanya tilili, afa anasema siogopila tititi, siogopila, Mungu yupo nami, siogopila. Ndugu yangu, mtumaini Mungu, usiogope. Inawezekana unapita kwenye changamoto, inawezekana unapita kwenye magumu, lakini mimi swala la neno kutokuogopa nimejifunza nikiwa mtoto mdogo. Tuwafundishe watoto wetu wasiogope, kwa sababu watakapokuwa watu wazima, kuna vitu vya kuwatisha vyenye kuogopesha watakutana navyo. Atakumbuka kama sio mchungaji aliwahi kusema usiogope, atakumbuka kama sio baba yake au mama yake aliwahi kusema usiogope, atakumbuka kama sio mwalimu wake aliwahi kusema usiogope. Usiogope limeandikwa mara nyingi sana katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Na lazima tusiogope. Sasa tuko kwenye athari za kumtegemea mwanadamu. Niliwakumbusha kuhusiana na Daudi kwa sababu ndicho ninachoenda kukisema hapa. Daudi anamwambia kwamba Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wetu, la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli, uliowatukana. Unaona hapa ukisoma hii Samuel inaonyesha watu wa, niweke sawa nini, sijui tuseme taifa. Kuna hawa watu waliokuwa upande wa Goliath na taifa la Mungu waliokuwa upande wa Daudi. Daudi yeye akiwa machungani na akiwa anawapelekea ndugu zake chakula, huyu Mfilisti alikuwa akimtukana Mungu asubuhi, mchana na jioni, na hakuwepo mtu wa kuweza kwenda kumkabili.
unaona hawa Wafilisti watumaini lao kubwa walimwamini shujaa wao ambaye alikuwa ni Goliath. Na kimsingi ulikuwa ukimwangalia Goliath ndugu yangu, alikuwa ni mtu kweli. Yaani ni mtu ambaye alikuwa ana historia nzuri katika mashindano ya kivita. Goliath alishinda mapambano yake mengi, hapakuwa na mashaka. Kwa hiyo ule ushindi wa mapambano ya Goliath uliwapelekea watu wengi kuogopa kupambana na yule mtu. Lakini tunaona Daudi anapata ujasiri wa kwenda kupambana na Goliath. Mtu wa Mungu, usifikiri kwamba Daudi ule ujasiri alipata tu kwa kumtazama Goliath akaona kwamba nitashinda. Hapana. Kasome, unapokuwa nyumbani, pata muda wa kusoma Samuel. Kinaeleza mchakato mzima. Daudi, historia ya Daudi alipokuwa kijana mdogo anachunga kondoo kule polini, walikuwa anapambana na wanyama wakali. Simba walikuwa wanakuja, dubu wanakuja wanataka kuchukua wale kondoo. Daudi anapambana, anawaua. Daudi ujana wake ulikuwa ni ujana wa ushindi, alishinda vitu vingi. Na Daudi anamjibu Goliath, anamwambia mimi nitakuua wewe kwa mkono wa Bwana, yani kwa mkono wa Mungu. Daudi hapo hajajiweka kwamba yeye kama yani hakuamini juu ya nguvu zake yeye. Aliamini kwamba Mungu atamshindia. Ndio maana akasema kwamba nitakuua kwa mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Daudi, inawezekana kwa hali ya kibinadamu angetazama ile hali ya Goliath alivyokuwa, inawezekana Daudi angeogopa sana. Na si Daudi tu, inawezekana hata sisi leo tungeweza kuogopa. Tungeogopa kwa sababu unaona hawa Wafilisti walipoona shujaa wao amepigwa, ameanguka, Biblia inasema walitimua mbio. Hawakuweza kusimama. Ukiendelea kusoma huko mbele utaona walikamatwa, wakapelekwa, wakawa mateka. Lakini ninachotaka uone ya kwamba wao waliamini kupitia Goliath kwamba anaweza akawashindia. Walisahau ya kwamba hata huyo Goliath naye ni mwanadamu ambaye Mungu ndiye aliyemuumba yeye. Wakaamini kwamba Goliath ni kila kitu, sisi tunaye shujaa. Wakasahau kwamba Mungu ndiye anayeweza yote. Lakini Daudi tunaona kwamba alimtumaini Mungu. Daudi alimtegemea Mungu na yeye Mungu aliweza kumshindia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika safari hii tulionayo ya kwenda mbinguni, unaweza ukakatishwa tamaa na mambo mengi. Usitazame ugumu wa changamoto ulionayo. Jaribu ulilonalo unalopita, iwe la kifedha, iwe la kiafya, iwe la kibiashara, iwe la aina yoyote, mradi kwako ni jaribu, unaliona kama ni mlima mrefu sana, usitishwe nalo. Amini hilo ni la muda tu, litaondoka. Amini ni la muda. Na unaona ukisoma Biblia, ili uweze kupata ujasiri wa kuendelea mbele hata kama unapita kwenye changamoto, kitu cha muhimu sana,
kumbuka Mungu alikokutoa. Ni jambo la msingi sana. Tusiwe kama baadhi ya wana wa Israeli ambao kimsingi yawezekana ndio walikuwa kikwazo kwa wengine. Inawezekana ndio walikuwa sababu hata ya kushindwa kufika wengine, yani safari yao kuchukua muda mrefu sana. Kulingana na muda tunashindwa kuyasoma yote, lakini ukienda kusoma utaona Musa aliporudi akawakuta akawakuta wako wana yule ndama waliyemchonga, akamharibu, akamsambaza kabisa, lakini unaona anawauliza. Maana Musa nadhani aliona kwamba sasa hii safari tutafikaje kama Haruni niliyemwamini? Ndio maana huku tumesoma Musa anamwambia Mungu, ninaomba uende pamoja na sisi. Kama Haruni niliyemwamini wamemshawishi kidogo, katengeneza ndama. Musa akasema basi wale walio upande wa Mungu na waje. Wana wa Lawi wakaja. Jamani, tunapoambiwa tusome Biblia tuwe tunasoma. Bwana Yesu asifiwe. Maana mnaweza mkasema maneno ya muda mwingine ya maneno au anaongeza maneno. Hapana, yapo kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Lawi wakaja, akawaambia wale ambao hawakuwa pamoja nao, na waliuawa watu kama 3,000. Amen. Bwana Mipawa, niko sahihi? Ya, watu kama 3,000. Ukisoma Kutoka sura 32 utaona vitu hivyo. Wale watu na hapo ndipo safari ilikuja kuendelea. Kwa hiyo wapo watu wanaweza wakawa sababu ya wewe kukukwamisha katika safari yako unayoenda ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Wapo watu, kuna watu wengine wanakuwa sababu ya wengine kurudi nyuma. Kuna watu wanakuwa sababu ya wengine kuacha wokovu. Hawa watu mimi ndio nikaona kwamba yawezekana ndio walikuwa sababu ya wana wa Israeli kuteseka miaka mingi jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Na ili upate sababu ya kuendelea kumwamini Mungu na kuamini kwamba yote anayaweza, na tumaini lako lizidi kuwa hai, ili uepuke pia manunguniko nyakati zote za kwamba Mungu, mbona mimi kwangu hivi, mbona mimi kwangu hivi. Kitu cha msingi kabisa, hebu kumbuka yale ambayo Mungu amewahi kutenda kwenye maisha yako. Yakumbuke. Yapo. Kama ni mwanafunzi labda unakuwa wa mwisho darasani, usiogope. Kumbuka kuna siku Mungu aliwahi kukufanya wewe ukawa wa kwanza. Kwa hiyo jua hii ni ya muda tu, labda kuna mahali umelegalega. Inawezekana kabisa leo hapa ulipo, ukijitathmini kule ulikotoka na yale uliyoyapitia na mpaka ukafika hapo, unasema kabisa, kama si mkono wa Mungu nisingeweza kutoka hapa nilipo. Bwana Yesu asifiwe. Mfano, kwa sisi tuliwahi kuwa Amana. Tumetoka Amana, wingu likatupeleka Viziwi. Pale Viziwi tulikuwa hatuna hata viti. Nakumbuka tulikuwa tunabeba, wale tulikuwa tunabeba nao viti. Siku hizi kuna mmoja ni mwalimu wa walimu Mr. Orotu, yuko wapi huko Iringa. Kina Mzedani tunabeba nao viti, kina Mipawa na watu wengi sana tulikuwa tunabeba nao viti. Tunatembea umbali mrefu kidogo, wingu likatoka tukapelekwa Posta, Fulu Kiyoyozi,
tukasema hapa ndo panatustahili sisi watu wa City Church. Ndugu yangu, kama mahali Mungu hajakupeleka, tafuta, rudi kwenye njia. Mungu kama kuna mahali anakupeleka, jua kuna changamoto utakutana nayo. Ili tupate kuzijua ahadi ambazo Mungu ametuahidi, ni lazima tusome sana Biblia. Ziko ahadi nyingi ambazo Mungu ameahidi katika maisha ya kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukikumbuka yale ambayo Mungu aliwahi kukutendea, utapunguza manunguniko. Wana wa Israeli, naamini wangekumbuka kwamba Mungu aliwapa kwale jangwani, wakala kwale, ujue ni kuku wale, wakala paka wakasaza. Wangekumbuka Mungu aliwapa mana, mkate ule, nadhani ulikuwa na manini, mikate ya kizungu ile. Mungu aliwapa jangwani, wakala wakasaza. Kama wangekumbuka hayo, wangepata nafasi ya kumwambia, Mungu, ninakushukuru hata katika haya magumu ninayopita, bado wewe ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wana wa Israeli hawakukumbuka eti. Kila wakikutana na changamoto wanamnungunikia Musa tu. Paka mahali Mungu akafika akasema, Musa, ukinipa mimi hawa watu nikakaa nao kwa dakika moja, nitawaua wote. Manunguniko yanachelewesha ahadi ambazo Mungu ameahidi katika maisha yetu kutupatia majibu. Usinungunike ndugu yangu. Endelea kumngoja Mungu. Mngoje Bwana. Wewe hata kama unapita kwenye changamoto, wewe mngoje tu Bwana. Mwambie Mungu, ninaamini siku yangu inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilipokuwa nikifikiria juu ya kumngoja Bwana, pamoja na majaribu na changamoto mtu unazokutana nazo katika hii safari ya kuelekea mbinguni, unamtumaini Mungu, bado nikaona kwamba ili yote yaweze kufanyika, ni lazima imani yako ikue sana. Imani inakuwa, na imani yako kuanzia leo kwa jina la Yesu ikue kwa wewe kukukumbusha Mungu, akukumbushe yale ambayo aliwahi kutenda katika maisha yako. Mungu akikukumbusha yale ambayo ametenda kwenye maisha yako, utakuwa na nafasi ya kumwambia Mungu asante. Kwa sababu ukienda kusoma kitabu cha Kutoka, na narudia tena mpate nafasi ya kusoma, kwa sababu huu ndio taratibu wa kanisa letu. Kwa hiyo sioni mashaka kuwasisitiza watu wasome. Unaona kwamba Mungu alitaka kuwaangamiza wale wana wa Israeli. Alitaka kuwaangamiza kabisa. Ukisoma Kutoka 32 utaona majibu. Musa anamkumbusha Mungu. Anamwambia Mungu, ulimwahidi Ibrahimu, ukamwahidi Isaka, ukamwahidi na Yakobo ambaye ni Israeli, kwamba utawapa nchi. Sasa hawa watu ukiwaua hapa jangwani inakuwaje? Ndio Mungu anagairi. Amen. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kumkumbusha, wa kuomba Mungu akusaidie kukumbuka zile ahadi ambazo aliahidi ndani yako. Kuna mwimbaji mmoja aliwahi kuimba kawimbo kadogo sana lakini kazuri. Alisema, nikumbushe wema wako anasema, nikumbushe wema wako ili nikusifu, niimbe wimbo wa sifa katikati ya mateso. Yule ni roho wa Mungu alimfungulia. Yaani anajua kabisa kwamba Mungu amkumbushe wema aliowahi kumtendea. Nami ni maombi yangu mchana huu wa leo, Mungu atukumbushe wema ambao amewahi kutenda katika maisha yetu. Ukipita kwenye changamoto, kama ni unapita kwenye changamoto katika biashara, hakuna wateja, kuna nyakati Mungu alikupa wateja.
Kumbuka zile nyakati ukiwa katika duka lako hakuna wateja, mwambie Mungu, ninakumbuka miaka 2 iliyopita niliuza vile visivyouzika. Kwa hiyo hata hii ninajua kwamba kuna wakati wake utafika vitauzika. Haleluya. Mkumbushe Mungu. Kama unapita masomo ni magumu, mwambie Mungu, sawa, ninapambana, ninajua haya ni kwa muda tu. Kama labda kuna changamoto kwenye watoto hawakuelewi, mwambie sawa, Mungu, nakumbuka kuna wakati uliwahi kuwalinda hawa watoto na jambo 1, 2, 3. Kwa hiyo hata haya wanayopita, Mungu, ninajua ni ya muda tu. Tusiwe watu wa manunguniko sana, na twende mbele za Mungu, tumuombe Mungu atusaidie sana. Maana maombi yetu sisi kama Wakristo katika safari hii tulionayo ya kwenda mbinguni, Mungu atembee pamoja na sisi. Safari tulionayo si nyepesi, safari ni ngumu, imejaa matatizo mengi, imejaa shida, imejaa lawama, imejaa vikwazo vingi. Usiseme tu kwamba safari ya kwenda mbinguni ni rahisi, sio kweli. Safari ya kwenda mbinguni ni ngumu sana. Inatubidi tutembee katika njia ambayo ni Yesu Kristo, na yeye ameahidi ya kwamba atakuwa pamoja nasi. Nasi mchana huu wa leo tunaomba Mungu atusaidie. Kama Musa alivyosema, Mungu, usipoenda pamoja nasi, basi heri utuache hapo. Nasi kama City Church tunamwambia Mungu aende pamoja nasi. Tunamaliza mwaka huu, tunaamini sisi kama City Church tunamaliza kwa kishindo kikubwa, lakini tunaamini kwamba Mungu asipoenda pamoja nasi ni bure. Kama Musa aliona asipoenda na Mungu hawezi, sisi ni nani kama City Church kuamini kwamba tunaweza kwenda bila Mungu? Mambo yoyote unaweza kuyafanya kwenye familia yako ni kwa sababu yupo Mungu ambaye anatembea pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tutembee pamoja na Mungu. Usiangalie ugumu wa jaribu ambalo unalopitia ukaona kwamba ule ni mlima mrefu. Kumbuka yale ambayo Mungu aliwahi kukutendea ukashinda. Ukikumbuka yale ambayo Mungu aliweza kukushindia ukashinda, hata hilo unaona kwamba pia utashinda. Cha msingi ni ukumbuke. Ukiona unashindwa kukumbuka, mwambie Mungu akukumbushe. Akukumbushe uweze kukumbuka yale ambayo ulioyapitia. Unaweza ukaona kwamba labda pengine hauna cha kumwambia Mungu. Lakini nikwambie, hata afya tu ulionayo kutoka mwezi wa kwanza mpaka huu wa 12 ni Mungu ndo amekutetea. Mungu amekushindia mambo mengi sana. Safari tulionayo bila Mungu hatuwezi. Ni ukweli usiopingika kwamba tunamhitaji Mungu katika nyakati zote. Tuwe maombi yetu sisi kama kanisa, tuombe Mungu atusaidie. Changamoto tulizo nazo au tunazozipitia, bado tuamini kwamba Mungu anaweza kutusaidia na akatuvusha. Kama aliweza kuwasaidia wana wa Israeli akawavusha katika magumu, bado hata sisi anaweza kutushindia. Lakini ni vema tukatembea na Mungu. Usitembee peke yako. Kabidhi Bwana Mungu njia zako zote. Mkabidhi Bwana njia zako zote, na pia umtumaini yeye. Tumaini lako usiliweke kwa mwanadamu. Mwanadamu ni kweli, mwanadamu asiyebadilika hakuna. Hata Mungu akimleta mwanadamu kwako akusaidie juu ya jambo fulani, amemleta kwa makusudi yake kwa ajili ya muda fulani, na huo muda ukifika anaendelea na mambo mengine. Kwa hiyo hutaki kumlaumu, ni Mungu alimleta kwako akuvushe wewe katika jambo fulani, na limepita hapo tayari. Mungu amemtuma kwa ajili ya kazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kumwomba Mungu akuinulie watu wengine watakokuwa sahihi kuendelea nao mbele katika safari. Safari hii tulionayo inahitaji uambatane na watu ambao watakaokutia moyo katika safari. Ukikutana, unapoona kwamba umechoka, unahitaji mtu wa kukuombea, ambatana na watu ambao wanaweza wakaomba pamoja na wewe, wakakutia moyo. Unapoona umeshindwa,
wakakwambia hapana, inawezekana, bado songa mbele. Maombi yangu kabisa kutoka ndani ya moyo wangu kwamba Mungu atusaidie kama kanisa, atembee pamoja na sisi. Hilo linawezekana na tuna uhakika. Mungu awabariki. Amen. Ya Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakushukuru mtumishi wa Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu akiendelea akanikumbusha jambo moja. Siku moja nikiwa China, nikakutana na Mchina mmoja akaniambia hivi, akanipa sigara kwa sababu utamaduni wao mtu akikuheshima anakupa sigara. Nikamwambia hapana. Akasema pombe? Nikamwambia hapana, hivyo vyote situmii. Akaniuliza swali, unawezeje kukabiliana na mazingira haya na ugumu wa kufanya biashara na mambo mengi yenye magumu? Unawezeje kuzishinda hizi stress wakati utumii hivyo vitu? Nikamwambia mimi namwamini Mungu na huwa ndio suluhisho kwenye maisha yangu. Akashangaa kwa sababu wa China hawaamini Mungu. Nikamwambia huyu amekuwa akinisaidia na kiniwezesha kufanya hivyo. Ukiangalia China ni nchi yenye uchumi, ni watu ambao wana uchumi mkubwa. Huwezi kuamini, na kama ambavyo wakati mwingine kwenye maisha watu naamini mali na vitu vingine vinaweza kutupa tumaini, vinaweza kutusaidia. Mwingine unapopitia katika magumu unaweza kusema labda ningekuwa na mali ningekuwa hivi, lakini kumbe nyakati zote kwenye haya maisha haiwezekani kuishi bila tumaini. Tajiri anahitaji tumaini. Kama hamtumaini Mungu, kuna kitu anakitumaini. Lakini tofauti yetu, anayemtumaini Mungu na anayetumaini vitu vingine. Wanasayansi mko hapa, kitumainia pombe, sigara vina madhara ya kiafya. Matumaini mengine yaliyoko yote nje ya Kristo yana madhara ya moja kwa moja kwenye maisha. Hata kama yanaweza kutusaidia kwa kitambo, lakini yana madhara mengine. Kwa hiyo yanatusogeza na tumaini kwa muda, lakini yatuingiza kwenye shida. Lakini tumaini pekee lisilo na majuto wala maumivu ni kwa Kristo peke yake. Kwa ndugu yangu, mchana wa leo ni kushauri tuelekeze matumaini kwa Mungu. Huku kuna uhakika, kuna amani. Haya maisha kama yalivyosema mtumishi wa Mungu yamejaa changamoto na vitu vingine vigumu. Tunahitaji tumaini. Unatumaini nini unapokutana na magumu? Unatumaini nini ili uwe salama? Tunamhitaji Mungu. Na mtumishi wa Mungu ametukumbusha tunahitaji njia ambayo ni Kristo Yesu. Yawezekana katikati yetu kuna mtu umepoteza matumaini. Kuna mambo yamekutoa kwenye reli mpaka umefikiri vibaya, umejaa uchungu na maumivu. Kuna watu ukiwaona unajisikia vibaya kwa sababu unakumbuka kuna mahali umekupitisha. Tumaini limepotea, uliwekeza kwa watu. Mchana wa leo kama mtumishi wa Mungu alivyohubiri, tunaye Kristo ambaye ni tumaini letu la uhakika. Ikiwa kuna mambo magumu unapitia, unahitaji msaada wa Mungu, muda sasa ni wako. Wakati watu wanajikagua, unaumwa, una mambo magumu ambayo huelewi, yupo Mungu mchana wa leo. Anaweza kutua mzigo, anaweza kukusaidia ukaanza upya, ukatembea kwa furaha. Ukisoma katika Ayubu anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mema yatakavyo kujiria. Kumjua Mungu kunaleta amani. Katika amani ni rahisi kuwaza mema. Katika amani ni rahisi kuona upenyo. Ila katika nyakati za vurugu na hofu ni rahisi kuona mabaya na kufikiri vibaya na kuona vitu vyote ni vibaya.
kwa sababu amani imefanyaje? Imetoweka. Lakini yupo Mungu anayetupa amani ili tuone mema hata katika nyakati ngumu, hata katika ugumu na mazito yanayotuzunguka. Tunaye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Niwaombe praise team mtuongoze kwa nyimbo ili tumwabudu Mungu na tuombe Mungu awe suluhisho, aturejeshe pamoja. Mtumishi wa Mungu ametukumbusha katika safari ya wana wa Israeli, walitakiwa wasafiri kwa siku 40, lakini wametumia miaka 40 kwa sababu katikati yao kuna watu walikosea. Yawezekana kuna mahali tunataka kuelekea, katikati yetu kuna watu wamesahau kusudi, wanatufanya tuzunguke, hatuendelee na safari. Jitafakari. Yawezekana wewe umekuwa sababu ya watu wengine kutokwenda kule Mungu alikokusudia. Wewe umekuwa kizuizi cha Mungu kutupeleka alikokusudia. Ujumbe huu haujaja kwa bahati mbaya, lipo kusudi. Jitafakari, mimi ni jitafakari, sote tujitafakari ili tumruhusu Mungu tena aanze pamoja nasi kama alivyoanza tena upya na wana wa Israeli, na hatimaye wakafika nchi ya ahadi. Yawezekana tumezurura, tumezunguka, kuna mambo yamegoma kwenda kwa sababu katikati yetu kuna watu wamepoteza uelekeo, wameacha nia, wametufanya wote tusimame. Mwalimu mmoja akatufundisha kwamba sisi ni kondoo. Kondoo wa Israeli wanaposimama kwa tabia yao, wakisimama eneo moja kwa hata zao zinanuka. Tunapokaa eneo moja tunaanza kutoa harufu, tunaanza kuharibiana wenyewe. Harufu kwa asili inaleta kero, hatuwezi kuelewana kwenye harufu. Hebu tuanze pamoja, tukubali kuanza upya. Mimi najua Mungu haleti neno kwa bahati mbaya, analo kusudi, lipo kusudi. Karibuni tumwabudu Mungu, na nitamuomba mtumishi wa Mungu Mzee Kazioba wakati tunamwabudu Mungu, na utakuja utaomba nasi kwa muda huu. Utamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, lakini utamuomba Mungu kile anachokusudia na kiwe kwa ajili yetu, lakini atusaidie kupokea neno lake na kulifanya halisi katika maisha yetu, ili tuendelee kumwona Mungu na safari yetu kwa namna yoyote isisimame, tuendelee. Hatua moja zaidi. Ikiwa kuna mtu anahitaji maombi, tafadhali usisite kupita mbele. Mungu yupo, atatuhudumia. Ikiwa unaona kuna sehemu labda umefanya tusimame, au umekata tamaa, huoni njia, karibu tuombe pamoja. Wapo watumishi wa Mungu hapa watakuombea. Karibu. Umekuwa na uchungu kwa muda mrefu, huoni mwelekeo, unaona giza, huoni tena Mungu kama msaada. Usibaki nyuma, yupo Mungu. Karibu mbele. Mungu ni mwaminifu. Usijitie moyo, yale unayopitia yanaweza kukupoteza. Usiogope watu, jikane. Yupo Mungu, anaweza kutusaidia tena. Hatua
dada huyu, wakati mtumishi wa Mungu anaendelea. Karibu mtumishi wa Mungu. Baba Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tazama neno lako limekuja mchana wa leo likiwa na makusudi makamilifu kwa ajili ya kuganga na kuponya mioyo na nafsi za watu wako, watoto wako ambao tumekusanyika mchana wa leo. Wameacha shughuli zao, wameacha ratiba mbalimbali, tumekuja nyumbani mwako Bwana. Tazama na neno lako kama ambavyo hushuka, kama jinsi ambavyo mvua ishukavyo kutoka juu hata ardhini, na kutokuacha kuyatimiza mapenzi makamilifu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba kwa ajili ya uponyaji wa nafsi, mwili na roho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nami nasimama kinyume dhidi ya falme na mamlaka na kazi zote za yule adui katika maisha ya watoto wako ambao wamekuwepo mchana wa leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Toka nguvu za giza, toka magonjwa, achia udhaifu, achia kukata tamaa, toka katika jina la Yesu. Ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka katika jina la Yesu. Toka udhaifu, toka kukata tamaa, toka hali ya mateso, toka hali ya manunguniko, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maumivu ndani ya moyo, hali ya mateso, ugonjwa wa moyo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, toka katika jina la Yesu. Ninakuamuru, achia mtumishi wa Mungu huyo, achia mtoto wa Mungu huyo ambaye yuko mahali hapa. Ninatangaza uhuru, ninatangaza uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kuanzia wayo wa miguu hata utosini, katika jina la Yesu. Ninaruhusu damu ya Yesu, damu ya agano lililo bora kuliko damu zote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pata uhuru, kombolewa, uwe mzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inayonena mema kuliko damu ya Habili, inene mema kwa ajili yako mchana wa leo. Upate uzima, upate afya, hata kama umeandikiwa kifo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaahirisha, tunasitisha kila aina mpango wa giza katika jina la Yesu, kila aina mipango ya kuzimu kwa jina la Yesu. Tunatangaza uhuru, tunatangaza uzima, tunatangaza afya, tunatangaza uponyaji, tunatangaza uhuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watoto wako wawe na amani, watoto wako wawe na utulivu mchana wa leo. Hata yule ambaye kazi imekuwa ni kikwazo, kazi yake, biashara yake imekuwa mtaji ukikatika, Bwana, tunatangaza afya, tunatangaza kufanikiwa, tunatangaza faida, tunatangaza maongezeko, tunatangaza kuendelea mbele zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Yule ambaye ni mtumishi wako, ambaye Bwana umemwita pia, amekuwa kisita, ameshindwa, haoni jinsi ya kuendelea mbele, maana amejaribu kuangalia kila mazingira yanakataa kwamba ni vigumu. Bwana ukafanya wepesi, njia ikapate kuonekana, nuru ifunguke mchana wa leo, watoto wako wakapate kukuona katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mwema na Baba yetu, asante kwa ajili ya mchana wa leo, maana si kwa bahati mbaya, ni majira sahihi ambayo uliyajua na kuyatambua tokea kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, kwamba mahali hapa neno hili litakuja mchana wa leo kwa ajili ya kuponya, kwa ajili ya kuokoa, kwa ajili ya kukomboa na kwa ajili ya kuweka huru. Baba wa utukufu, sifa na heshima na utukufu na mamlaka na enzi zina wewe Bwana, sasa na hata milele. Tazama na mkabidhi na mtumishi wako ambaye Bwana umemtumia mchana wa leo kwa neno lako, kwamba Bwana wewe ndiye Mungu unayestahili kukabidhiwa njia zote. Wataka njia zote tukukabidhi wewe, kusibaki na chochote. Tusaidie watoto wako mchana wa leo, msaidie mama yule, msaidie baba yule, msaidie kijana yule, wasaidie na watoto wetu.
tuweze kukabidhi njia zetu zote zikuelekee wewe, ili wewe utufanikishe, ili sifa na utukufu zikurudie wewe, maana peke yako ndio unayestahili. Katika jina la Baba na jina la Mwana na Roho Mtakatifu twaomba na kushukuru, tukiamini na kupokea kwako wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Twaomba na kushukuru. Amina. Amen. Waweza kumpigia Mungu makofi. Makofi kwa Bwana. Makofi kwa Bwana Yesu. Makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema ya kuwa sehemu ya ibada hii. Sasa ni wakati mwingine ambao tutakwenda kutoa sadaka. Niombe mashemasi mtuwekee vyombo. Lakini kama ambavyo utaratibu wetu, tutaanzia kule nyuma, tutaingilia hapa, tutokea huko pembezoni, na upande huu tena tutaingilia hapa, tutatokezea pembezoni. Na Mungu atawabariki. Karibuni praise team kwa ajili ya kutuongoza. Samani, nimwombe Mama Abeli uje kuombea sadaka. Sorry. Amen. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, mwenye enzi yote na mamlaka yote, tunakushukuru Bwana kwa siku ya leo, siku ya baraka ambayo umetujalia sisi watoto wako kuwepo mbele zako Bwana, kuja kukuabudu wewe, kuja kukusikiliza wewe, kuja kusemezana na wewe, kuja kusikia kutoka kwako. Na tunakushukuru Bwana kwa sababu umesema na sisi, umesema na maisha yetu, umesema na mioyo yetu Bwana. Na sasa Bwana, tumekuja na shukrani, tumekuja na sadaka kusema asante mbele zako Bwana kwa mambo mengi mema ambayo umeyatenda. Na ni shukrani tu, ni sadaka kidogo, lakini wewe umefanya mengi sana katika maisha yetu. Bwana, tunaomba upokee sadaka hizi za watoto wako katika jina lako Yesu takatifu. Ukatubariki. Bariki Bwana wote, yeyote atakayenyosha mkono wake kukutolea wewe, ukapokee sadaka hiyo Bwana, ikawe harufu njema ya manukato mbele zako, ikawe ni kumbukumbu njema Bwana katika maisha yake, kwa jina la Yesu Kristo. Ukamkumbuke mama huyu, kumbuke baba huyu, kumbuke kijana huyu, kumbuke mtoto huyu atakayenyosha mkono wake kukutolea wewe Bwana, na ukambariki sawasawa na neno lako na sawasawa na mapenzi yako, na sadaka hizi zikafanye kazi yako sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi karibuni kwa matoleo. Hatutaki kutoka hapa.
Basi kwa unyenyekevu nimkaribishe mzee Dani aweze kuhitimisha hiyo salia na kutufungia ibada. Karibu mzee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumshangilie Yesu kwa makofi. Yeye amekuwa ni mwema. Tunamshukuru Mungu kwa uaminifu wake. Asante mtumishi wa Mungu kwa neno la wakati, neno lenye nguvu na lenye kutujenga. Ukisahau mahubiri yote, basi kumbuka vitu viwili, kwamba njia ni kitu sahihi kabisa na kumtegemea Mungu. Mtu mmoja akasema, unapokosea njia usiendelee tu, rudi utafute njia sahihi uende. Kukosea njia na unaendelea sio busara. Naamini neno hili limekuwa neno la wakati kabisa, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake. Hatuna mambo mengi, tunasisitiza tu kwamba wageni wetu ambao wametembelea, na kuna watu wengine wapya walikuja kuombewa hapa, basi baada ya mwisho wa ibada watakuja viti vya mbele, ili kwamba tuweze tukafahamiana nao zaidi, na pia tukawapa maji ya kunywa pia. Lakini tunasisitiza na kuhimiza kwamba Jumatano wiki hii ibada iko pale pale. Kwa hiyo watu wa Mungu, jitahidi bila kukosa. Bwana Yesu asifiwe. Basi hatuna la ziada, tunafikia mwisho kabisa wa ibada yetu ya siku ya leo. Ni muombe tu mama yetu, Mama Mgeja, basi aje awatakie watu wa Mungu baraka na twende na amani ya Kristo. Naomba tusimame watu wa Mungu. Tuombe. Takatifu, takatifu, Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante Mungu kwa ajili ya matendo yako makuu. Tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuinua Mungu wetu tukisema asante. Asante Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya siku ya leo, siku ambayo imepata kibali mbele zako, mfalme wa amani. Tumekula nyumbani mwako, mfalme wa amani. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima, mfalme mwema. Asante kwa ajili ya sifa, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Tunakushukuru mno Mungu, kwa sababu haka Mungu ni Mungu ambaye unajishughulisha mno na maisha yetu. Ni Mungu ambaye haka Mungu unatuwazia mema siku zote, mfalme. Endelea kutuwazia mema Bwana. Endelea kujishughulisha na maisha yetu, mfalme. Maana wewe ni tumainio letu. Tunakutumainia na kutegemea wewe katika maisha yetu. Kama mtumishi wako alivyosema kwamba tunatakiwa kukutumainia, tusikose matumaini. Tuendelee kukutumainia wewe, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Hata kama tunapita katika mambo mbalimbali, mapito mbalimbali, lakini bado wewe Mungu ni tumainio letu. Tunakutumainia na kutegemea wewe, mfalme mwema. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Mungu wetu tukisema asante. Tazama Baba, katika jina la Yesu tunaikabidhi mikononi mwako hata wiki inayoanza kesho. Mungu, tunakuomba pamoja nasi. Mkono wako wenye nguvu na mamlaka usipungue juu yetu Bwana. Ukatusaidie mfalme wa amani, ukatuwezeshe, ukatuongoze, ukaonekane na kudhihirika katika maisha yetu Bwana. Roho wako Mtakatifu wewe pamoja nasi akitukumbusha siku zote, mfalme mwema. Baba yetu na Mungu wetu, tuseme nini basi mfalme? Bariki hata kazi zetu, bariki shughuli zetu, bariki mipango yote, mfalme wa amani. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunaikabidhi mikononi wiki ya kesho. Mungu wetu, tunaomba Mungu kadhihirike na kuonekana, mfalme mwema. Tunakataa hila zote za mwovu ibilisi, mfalme wa amani. Tunakataa kwa jina la Yesu. Tunaomba Mungu wetu ukasimame wewe. Wewe ni Mungu mwenye uweza na nguvu na mamlaka. Ni wewe Mungu tendaye makuu katikati ya maisha yetu, mfalme wa amani. Tunakushukuru Mungu wetu tukisema asante. Tazama Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tutaondoka mahali hapa tukirudi majumbani kwetu. Tunakuomba Mungu wewe pamoja nasi, mfalme mwema. Amani yako Kristo tunaikuta majumbani kwetu, mfalme. Tunaomba utusaidie hata katika vyombo tunavyoenda kusafiria, mfalme. Tukaweze kufika salama majumbani kwetu, mfalme. Hata tutakaoenda kwa miguu, tunaomba Mungu kawasaidie wakaweze kufika salama majumbani.
Tunakushukuru Mungu, tunakutukuza, tunakuinua kwa sababu kaka Mungu unastahili wewe. Hatuna Mungu mwingine, hatuna baba mwingine, hatuna tumainio lingine, hatuna kimbilio lingine, hatuna msaada mwingine, hatuna ngome nyingine zaidi yako Mfalme. Ni wewe pekee Mungu tunakutegemea na kutumainia. Bado Mungu utazidi kudhihirika na kuonekana katikati ya maisha yetu, maana wewe ni kimbilio, msaada na ngome yetu. Baba, pokea sifa, heshima na utukufu kwa sababu unastahili. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wa maisha yetu tunaomba na kushukuru.